mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani mstari wa 33. Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tuombe. Twakushukuru Mungu wetu mchana wa leo kwa wema wako. Twakushukuru kwa neno lako lililo hai, neno ambalo umetupatia liweze kutujulisha sana juu yako na kutupa uwezo wa kuelewa jinsi ulivyo na mapenzi yako. Tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupa Bwana wa majeshi, tukaweze kukuabudu. Bwana, tunaomba tunapoenda kushiriki neno lako, unene nasi, utuongoze Mungu wetu, tushike mkono, fungue masikio yetu ya ndani, tuwezeshe kulielewa neno lako. Wote wanaosikia sauti hii, Bwana, Roho wako Mtakatifu akafuatilie neno lako, iweze kufika mioyoni mwao na pia kumea na kuleta mazao. Bwana wa majeshi, jitwalie sifa katika ibada yetu siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Siku ya leo naenda kunena maneno yaliyo katika mstari huo wa 35
kwenda chini. Neno la Mungu hapo linanenea sana juu ya upendo wa Kristo Yesu. Kila Mkristo anayajua mambo ambayo yanahusu upendo wa Mungu kwa watu wake, wale ambao wanaitwa watoto wa Mungu. Yatupasa tujiulize ni namna gani tunaweza kumjua Mungu na upendo wake ambao alitupenda sisi. Tangu wakati Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, tunaamini ya kwamba haya yanatuonyesha upendo wa Mungu, ya kwamba yeye alikufa kifo cha aibu, kifo ambacho alikufa pamoja na wenye dhambi, akahesabiwa pamoja nao. Hii ni onyesho kubwa la upendo wa Mungu. Na tunapoangalia maneno haya juu ya upendo wa Mungu, tunaona maneno ambayo yananena juu ya utukufu wa Mungu katika kifo cha mwanawe. Yatupasa tuweze kuelewa jinsi ambavyo Mungu ametupenda, ya kwamba tunaona upendo mkuu na wa ajabu, jinsi ambavyo iweza kutupenda pasipo kuangalia chochote ambacho kimo ndani yetu. He loved us unconditionally. Upendo wa Mungu ambao hauna kipimo, ni upendo wa milele, hauna kipimo, ni wa kujitolea. It's a sacrificial love. It's effectual love that never loses its value. And also, it is a love that is transforming. Ni upendo ambao hatuwezi kupima na kitu chochote ambacho tunakiona na macho yetu, ama vipimo vyote ambavyo watu hupima mambo nayo. We cannot measure the depth, the height, the width of God's love. It is everlasting. Ni upendo wa milele ambao hatuwezi pima na chochote. Upendo huu tunauona kwa namna ambavyo Mungu alichagua kutupenda. We see it in his election. It never fluctuates. It is constant. It never changes. Ni upendo wa ajabu ambao Mungu anatupenda nao, kwamba matendo yetu hayakuweza ama hayawezi kubadilisha upendo wa Mungu kwetu. Upendo wa Mungu hauna kipimo. Hakuna jambo lolote ambalo tunaweza kuangalia na kusema ya kwamba Mungu alinipenda kwa sababu ya jambo hili au lile. It is unconditional. It is only love of God through his grace that moved him to love us, because he is love. Vile tulisema juma lililopita, majuma mawili yaliyopita, ya kwamba upendo wa Mungu hauna kipimo kingine, kwa sababu uliletwa na neema yake. Na tulisema neema ya Mungu ambayo hatuwezi fanyia kazi, hatuwezi angalia jambo lolote ambalo tumelifanya na kusema ya kwamba hii ndio ilifanya Mungu alipende, bali Mungu kwa sababu ya wingi wa neema yake alituchagua ili tuweze kupata wokovu ulio ndani ya Kristo. Kama Mungu angeweza kutupimia kulingana na kipimo chake cha utakatifu, his measure of justice, we would be thrown into hell.
because we didn't deserve God's love. Hatukutoshea kuweza kupendwa na Mungu aliye mtakatifu. Na kwa hivyo Paulo hapa ananena juu ya upendo ambao kiini chake ni Mungu, upana wake ni Mungu, uzito wake ni Mungu, upendo ambao hauna kipimo. Paulo ananena juu ya upendo huu. There is nothing that can separate us from this love of God. Mlango huu wa 8 ni mlango wa ajabu. Ni mlango wenye maneno ambayo kila Mkristo anapaswa kuyajua na kuyapenda na kuyatafakari. Ni mlango ambao wahubiri wengi wanasema kwamba ni mlango ambao uko tofauti sana, ama una maneno ya kupendeza sana kuonyesha juu ya upendo wa Kristo, upendo wa Mungu hata kwetu, ambao hakuna mlango mwingine katika Biblia ambao unaleta picha hili ya upendo wa Mungu kwetu kwa njia iliyo wazi sana. Wakati huu kanisa la Warumi linapitia katika mateso, nyakati ambazo naweza sema watu wengi wanaweza kukimbilia maisha yao. Paulo ananena na kanisa. Ukiangalia katika mstari wa kwanza, mstari ambao Paulo amewaandika hapo, ya kwamba hakuna kitu chochote ama hakuna hukumu au adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, kwa sababu Kristo amelipa deni. Jesus has paid it all. The wrath of God that was on us. Hakuna kitu kingine kingeondoa ghadhabu ya Mungu juu yetu kama si kifo cha Kristo. Haya yote yaliletwa na upendo. Na kwa hivyo katika mstari huu wa 35 Paulo ananena maneno haya ya kwamba ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Who can separate us? Paulo ananena kama ni mtu. Mambo haya ambayo ameyataja hapa, anatumia silabi ambayo inanena juu ya mtu. Who can separate us? Kwa sababu kuna mambo ambayo yanaweza kututenga. Kuna mambo ambayo yanaweza kutenga, kuna mambo ambayo yanaweza kunitenga na upendo wa Kristo. Paulo ananena juu ya mambo haya kwa sababu upendo wa Kristo aliyotupenda nao hauna kipimo ambacho kinaweza pimwa kwa matendo ya mtu yoyote. Yeye mwenye wingi wa rehema na neema alituchagua ili tupate kuokolewa katika Kristo Yesu mwanao. Hakuna kitu ambacho chaweza kutenga Mkristo na Mungu wake. Mungu ambaye alituchagua. Upendo wake au kutugharimu chochote. Upendo wa Mungu kwetu haukutugharimu chochote, bali ulimgharimu yeye mwanawe wa pekee. Hebu tusome kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 4. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 9.
kwanza mlango wa 4 mstari wa 9 ambao unasema hivi: katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. God gave his only begotten son. He sent him to be the propitiation, awe sadaka ya upatanisho, kwa sababu hakukuonekana kitu kingine chochote ambacho kingeleta upatanisho katikati ya mwanadamu na Mungu. Natural man is at war with God, and God hates his sinfulness. That there must be a propitiation through his son. Mtu wa kawaida ambaye hapa anaitwa the natural man hana uzuri wowote. Kama kuna kitu anaweza leta mbele za Mungu ni dhambi. Mambo yake yote yamejaa dhambi. Lakini Mungu aliweza kumpenda. Upendo wa ajabu ambao huwezi kutenganishwa. Inseparable love. Kristo alijipeana mwenyewe akiwa hana dhambi, akiwa hana wala lolote, kufa ili aweze kupatanisha mwanadamu na Mungu. Upendo wa Mungu kwetu ni ajabu, kwa sababu ni kupitia kwa upendo wake. Ni jambo ambalo si rahisi kulielezea, jinsi ambavyo Mungu alipenda ulimwengu ambao umejaa dhambi. Upendo wa Mungu hauwezi kupimika, umekamilika. It is effectual, kwa sababu hautakosa kutimiza malengo ambayo yalimfanya Kristo afe msalabani. Lengo la Kristo kufa msalabani kwa ajili ya dhambi halitaweza kukosa kutimia. Na yatupasa tujiulize, ni jambo gani ambalo twaweza liangalia na kuliona katika upendo huu. Mstari wa 29, verse 29. Romans chapter 8, verse 29. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Upendo wa Mungu kwetu ni upendo unaobadilisha. Tunapouona upendo wa Mungu, upendo huu hubadilisha. It is a transforming love ambayo hubadilisha mwanadamu ili akaweze kufananishwa na Kristo. The purpose of God to love us is that we can be transformed to the image of his son. Neno la Mungu, neema ya Mungu ikisha funuliwa kwako, upendo wa Mungu ukifunuliwa kwako, unabadilisha nia, matendo, mawazo na kila kitu katika maisha yetu, because it is a transforming love. What can separate us from this love of Christ? Hata ubadilisha
priorities, yale mambo ambayo mtu upanga na mtu upenda na mtu ufanya yanabadilishwa, kwamba yote anayofanya yanatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Priorities change. Swali hili ambalo Paulo anauliza hapa ni swali ambalo kila Mkristo anapaswa kuwa nalo na kujiuliza, ni kitu gani? Paulo anauliza, na neno la tuuliza hivi, ni kitu gani ambacho kiaweza kututenga na upendo wa Kristo? Mambo yako Paulo anayataja hapa: dhiki na shida, upungufu wa mambo ya kila siku, kuteseka katika maisha ya kila siku. Paulo anasema ya kwamba mambo haya ambayo hutupata kila siku yanatufunulia kwamba ni lazima macho yetu yamtazame Mungu. Our everyday life, maisha ya kila siku, lazima tujiulize, kweli maisha yako ya kila siku yanaonyesha kweli unampenda Mungu, ama umepokea upendo huu wa Kristo Yesu? The love of God and his people is inseparable. Huwezi tenganisha upendo wa Mungu na wale aliowaita, wale aliowapenda. It is inseparable. Whatever circumstances you are going through, God's love is constant. Iwe uko mgonjwa, iwe umepungukiwa, iwe umekosa marafiki, iwe hata umekosa nini au nini, upendo wa Mungu haupungui. Hebu tusome Zaburi mlango wa 3 mstari wa 4. Zaburi ya 3 mstari wa 4. Zaburi ya 3 mstari wa 4. Zaburi 3 mstari wa 4. Neno la Mungu nasema hivi: kwa sauti yangu namwita Bwana, naye uniitikia toka mlima wake mtakatifu. 5. Na nijilaza nikilala usingizi, nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Wakati unapojua juu ya upendo wa Mungu, unabadilika, kwamba hakuna jambo lingine ambalo linaweza kuwa kubwa. Shida hata zikikuja, magonjwa ya kila aina, the love of God leads you. It is over all other things. Iwe ni nini au nini, huwezi tenganishwa na upendo wa Mungu. Katika mlango huu wa 8 mstari wa 18, hebu tusome mstari wa 18 ambao unasema hivi: kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu, kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kuyahesabu mambo
ya wakati huu kama utukufu utakaofunuliwa, ukifananisha mambo yanayokupata kwa sasa, mambo ambayo unapitia kwa sasa, unapotazama upendo wa Kristo unazidi mambo hayo yote. There is nothing you can measure to God's love. The glory of the gospel is about God's love for us. Tukiweka kando upendo wa Mungu ambao alitupenda nao, basi hatuna injili. Injili ni kuangalia ndani na kuona upendo wa Mungu ambao alitupenda nao. Katika mateso, katika ugumu wa maisha, upendo wa Mungu. Katika ugonjwa, upendo wa Mungu. Mstari wa 37 ninatuambia hivi: lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Katika dhiki, katika shida, katika hadha, katika njaa, katika ugonjwa, katika hatari, katika upanga, twashinda kwa sababu ya upendo wa Kristo aliyotupenda nao. Kwa sababu hakuna kitu, there is nothing, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Kristo. Wale ambao Mungu amewachagua na amewaita, wale ambao wameonja upendo huu wa Mungu, hakuna kitu ambacho kinaweza kuwatenga na upendo wa Mungu. Nakupasa ujiulize, in times of need, nyakati ambazo unahitaji Mungu karibu nawe, nyakati ambazo uko peke yako, je, umejua juu ya upendo wa Kristo katika maisha yako, ya kwamba unakufanya usonge hatua ya mbele, inakufanya usonge hatua ya mbele katika kumpenda Kristo? Sababu mstari wa 38 wasaki, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayo kuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. The permanency of God's love in us or towards us. Hakuna chochote ambacho kinaweza kugeuza Mungu na upendo wake kwa watu wake. Hata wakati ambapo tunajisikia tumefinyiliwa sana na uzito wa maisha, tukumbuke kwamba Mungu anatupenda. Tukumbuke kwamba upendo wa Mungu kwetu haubadiliki. Maisha yanaweza kubadilika, pesa inaweza kuisha, umaskini unaweza kutupata, lakini upendo wa Mungu kwa watu wake haubadiliki. Swali kubwa ambalo tunatakiwa kujiuliza ni moja: je, tumeonja upendo huu? Have you tasted
this love of God to us his people. Na kama umeonja upendo huu, basi utakuwa mbele kwamba hakuna kitu chochote, iwe ni utajiri, iwe ni sifa, iwe ni shida au kitu chochote. Paulo anasema ya kwamba hata mauti, even death, cannot separate us from the love of God. May God help us that we will continue to love God because He first loved us. Because the love of God to His people is inseparable. It is everlasting. Ni upendo wa milele ambao huwezi tengwa, hatuwezi kutengwa na upendo wa Mungu. Na hakuna chochote ambacho kinaweza kutuondoa hapo. Je, umefinyiliwa na shida, ugonjwa, kupungukiwa na jambo lingine lolote? Ona upendo wa Mungu ukiwa upande wako, upendo ambao hauwezi badilishwa na vitu, upendo wa Mungu ambao huwezi badilishwa na condition yoyote, hata kama ni kifo. Believers have this one hope, that in God we are more than conquerors. We've already conquered because our Lord Jesus conquered in our part. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu wewe ni upendo. Upendo wako kwetu ni ajabu. Upendo ambao ulitupenda nao ndio tuitwe wana wako. Ni upendo wa ajabu ambao hauwezi kutenganishwa na sisi watoto wako. Bwana, tusaidie tuweze kuangalia tena katika maisha yetu kama kweli tuko katika upendo ulio wa kweli, kwa sababu tukiwa katika upendo wako hakuna kitu chochote kitakacho tutenga na upendo wako. Hata kifo, magonjwa, kitu chochote hakitatutenga. Mungu wetu, tusaidie, tupe nguvu, tukupende, kwamba maisha yakiwa magumu, maisha yakienda kinyume na mawazo yetu, tutazidi na kukupenda Mungu wetu, tutazidi kukaa ndani yako, tutazidi kuendelea kutumainia katika mambo yote, katika jina la Yesu Kristo tunaomba.